Picha yetu safi kabisa, tunamwona mama na mwanae hapa wamemaliza kula wanasepa. Kuna huyu mchizi hapa njaa ilikuwa imemkamata kinoma yani. Anatamani malizie chakula ambacho kimebakizwa pale. Sasa ile wanasepa tu, bibi akasahau simu yake mezani. Mchizi naye akawahi mezani kuyakamua yale masalia ya msosi. Bibi amefika njiani akagundua kuwa simu yake ameisahau pale kwenye meza. Ikabidi airudie. Wakati mchizi anakamua msosi pale, akawa ameiona ile simu. Ile ameishika tu apelekee, bibi akafika na kuanza kumuita mwizi mchizi. Kwa hiyo, umekuja hapa ili utuibie, si ndio? Muone huyu maskini. Huyu mchizi anaitwa Kelly, akawa hana cha kujitetea yani. Na huyu bibie anaitwa Celine. Na huyu mama hapa anaitwa Mrs. Olive Johnson. Una shida gani we Celine? Unajiona nani? Unawezaje kumnyanyapaa mwenzako kama hivi? Mama, hauoni anashika simu yangu na mikono yake michafu? Kwa nini ufikirie ni mwizi? Umemwona amechukua simu, akasimama kutaka kukuletea. Inakuwaje unamuita mwizi sasa? Haujampa hata nafasi ya kujieleza yani. Mama alimfokea sana mwanae juu ya ubaguzi ambao amemfanyia Kelly. Hakupendezwa na hilo kabisa. Kwa kumwangalia tu alivyo ni mchafu huyu. Nipe simu yangu. Jamani, simu yangu imeshikwa na mikono michafu. Bibia na mama wakasepa na kumwacha mchizi hapa. Akaendelea kuyakamua yale masalia ya msosi pale. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu linaitwa A Chance at Love. Hii ni Zurio TV na mimi naitwa Rio. Mama alikuja kumfokea sana mwanae juu ya kila ambacho amekifanya mtaani. Umefanya nini sasa kile? Hivyo ndio nimekufunza mimi? Mama, unataka nini sasa? Tayari umenidhalilisha mbele ya yule mtu. Kwa hiyo umeona ulichokifanya ni sawa Umesahau tulipotoka? Unaongea nini mama? Nakumbuka ulipokuwa mtoto, wewe na mdogo wako ulikuwa unaenda kwa majirani kutafuta chakula. Tupo hapa leo kwa neema ya Mungu tu. Ni aibu kubwa kuwa nyie mmesahau tulipotoka kwa sababu ya miaka michache ambayo mmeishi maisha ya kifahari. Huyu mchizi anaitwa Jay, ni mdogo wake Celine. Sio kwa sababu eti tulikuwa maskini ndio turudi kwenye umaskini tena. Najionea aibu mwenyewe. Bibie alijilaumu sana kwa kila ambacho amekifanya leo. Kelly akiwa zake misele, kuna gari kama imekuja hapa. Alikuwa ni Celine amekuja kumwomba msamaha mchizi kwa kila ambacho amemfanyia mapema leo. Lakini pia akamwomba kama vipi aongozane naye walau akazungumze kiasi. Mchizi kwa mara ya kwanza anapanda ndinga ya kifahari unaambiwa. Kila kitu alikuwa akishangaa tu hapa. Mchizi ameletwa hadi mgahawani ili ale vizuri yani. Alikikamua kinoma kile chakula unaambiwa. Ni kama mtu ambaye hajala siku 4 hivi. Unaishi wapi? Mchizi hakuwa na cha kujibu yani. Upande pili huku Mrs. Olive anamtafuta Celine ameenda wapi. Akaambiwa kuwa ametoka baada ya kumfokea. Ameenda wapi sasa? Sijui. Baada ya kuongea naye tu akaondoka zake. Akaambiwa kuwa ameenda kulewa, pengine ili apunguze mawazo ambayo amesababishiwa na mama yake. Kelly amemleta Celine hadi huko ambako anaishi yeye. Mchizi geto lake ndo kama hivi yani. Analala kwenye gofu ambalo halijakamilika kabisa. Maisha yake mchizi ni magumu kinoma yani. Bibi alipofika kwenye chumba cha mchizi hakuamini kabisa kama kuna binadamu wanalala kwenye mazingira kama haya. Kwa hiyo, unalala hapa? Ndiyo, nalala hapa. Hauogopi kutekwa au kuuawa? Watu ambao wana kitu ndio wanaogopa kutekwa, sio sisi. Mimi nina nini sasa? Na kwa nini niogope yani? Hata hivi usiku ukifika, kuna wengine wanakuja kulala kwenye vyumba vingine vilivyobaki huko. Kwa hiyo, tunakuwa wengi kiasi. Hauogopi hata wale wanaotoa sadaka watu? Wale hata wakitaka kunitoa sadaka mimi, nina nini sasa? Na uhakika hata mizimu itanikataa tu. Bibi hakuamini kabisa kama mchizi ndio anaangusha hapa. Celine amerudi nyumbani kumweleza mama yake kuwa alienda kumwona Kelly, mwanaume ambaye alimfokea pale mgawani. Mama alimsifu sana binti yake kwa kila ambacho aliamua kukifanya. Anaishi wapi? Hana sehemu ya kuishi. Anaishi kwenye jumba bovu hivi. Mama alishangaa kinoma kuwa kuna watu wanaishi vile kwenye karne kama hii. Na uovu wote huu, sijaamini kama kuna watu wanaishi vile. Mama alimsisitiza sana mwanae kuwa mwema kwa kila mtu kwa sababu hajui wanapitia magumu kiasi gani. Kisha akamsifu mwanae kwa kila ambacho amekifanya. Kelly amemletea taarifa rafiki yake kuhusu kupewa chakula. Akawa amemletea na yeye pia zawadi. Huyu bibie anaitwa Judith, ni jirani yake Kelly. Wanaishi kama ndugu hawa. Judith akamtaka mchizi awe makini sana, kwani watu kama wale wanajifanya kutoa msaada huku wana malengo yao. Lakini Kelly hakuwa naamini kabisa kama Celine anaweza kufanya vile. Upande wa pili huku Celine yuko kwenye mawazo mazito kuhusu Kelly unaambiwa. Anafikiria ni namna gani ambavyo watu wanateseka kwenye hii dunia na akamwomba Mungu amlinde Kelly kwa ajili yake. Bibie ni kama amezama kwenye ubazito la ombaombo unaambiwa. Leo Kelly na Judith wakiwa wanapiga story hapa za namna gani ambavyo siku ya leo itaisha. Kisha Judith akaingiza mada ya kuwa ikiwezekana waanzishe biashara kidogo ambayo itakuwa inawaingizia pesa ya kula ili wasiwe na wasiwasi kuhusu watakula nini kwa siku husika. Mchizi akaunga mkono hoja, lakini akamwomba Judith achangie ile pesa, naye akawa hana. Ghafla akaingia Celine ameshikilia hotpot hapa. Judith alipoona vile tu alipagawa kinoma yani. Hicho ni chakula? Habari Celine, umekuja mapema sana. Kuna tatizo? Nimewaletea chakula. Judith alifly kinoma unaambiwa. Mchizi akawatambulisha pale na nini. Judith akachukua chakula akasepa zake na kuwaacha Celine na Kelly hapa. Kwa sababu Celine alikuwa na haraka, akaomba kusindikizwa pale. Mnawezaje kuwa na furaha vile wakati mna njaa? Tunaishi
mara moja tu, hatuna cha kutegemea sisi. Tukipata chakula tunakula na tukikosa tunafurahi tu, hatupo kama wengine walivyo. Tumegundua kuwa furaha yetu haipo kwenye vitu, tunafurahia kidogo ambacho tunabahatika kukipata. Mchizi akiwa kwenye pitapita zake akawaona watu wamemkamata bibie mmoja hivi, ikabidi aanze kuwafukuzia ili ajue tatizo ni nini. Masela wakamleta manzi hadi kwenye hili bawa la maji hapa. Muda wote huo Kelly alikuwa anafukuzia mdogo mdogo tu, ikabidi achukue silaha kabisa ili ikiwezekana akapambane na wale wauni. Masela walikuwa wamedhamiria kabisa kufanya kitu kibaya kwa bibie, lakini wakati wote huo Kelly anakuja taratibu tu na Mbiwa, akamvamia mmoja na kumbonda na jiwe na Mbiwa zikaanza kupigwa pale. Bibie akaona huu ndio upenyo sasa, akasepa zake, akamwachia Kelly msala mzito na Mbiwa. Alipigwa sana pale na Mbiwa. Muda kidogo kapita, msamaria mwema mwingine akarudi na maaskari kuja kumwokoa mchizi, wakati ambao Kelly alikuwa anajiokoa kutoka kwenye maji. Jamaa alikuwa kachoka kinoma na Mbiwa. Askari wakatazama huku na kule, mwisho kabidi wampeleke hospitali tu. Selini amekuja hospitali kumjulia hali mchizi, akapewa taarifa kuwa jamaa aliumia wakati anamsaidia msamaria mwema kutoka kwa watu wabaya. Bibie alizidi kuvutiwa na moyo wa mchizi. Bibie aliyesaidiwa na mchizi naye akawa ameingia hapa udini. Ameokoa maisha yangu, amepambana kwa ajili yangu, hata ndugu zangu walitaka mimi nife. Kuna wakati tunasaidiwa na tusiowajua, kwa hiyo unafanyaje sasa? Bibie akasema kuwa kwa sasa anataka kuondoka kwenye huu mji kwa usalama wake tu, ili ikiwezekana aende Marekani kabisa, lakini akamwomba Selini amjali mchizi na akirudi atampa zawadi yake. Mchizi fahamu zikawa zimemrejea sasa, akawa anamuulizia bibie aliyemwokoa tu muda wote. Alishtuka kumwona Selini yupo hapa. Unafanya nini hapa? Ulikuwa unamsaidia rafiki yangu jana ukaishia hapa. Akaulizia kama bibie aliyemwokoa yupo sawa au vipi. Akaambiwa kuwa yupo salama na ameondoka kwenda Marekani. Kwa nini uliweka maisha yako hatarini vile? Maisha ya nini sasa kama nitashindwa kumsaidia mtu ambaye alikuwa kwenye uhitaji? Bibie akabaki anamfariji tu mchizi pale. Sasa Selini amempangishia nyumba mchizi na amelipa kodi ya miaka 6 na Mbiwa, hivyo atakuwa anakaa hapa na sio kwenye ile gofu tena. Mchizi alishukuru kinaumu na Mbiwa. Sasa kwenye hii familia kesho wanafanya kumbukumbu ya miaka 10 ya siku ya kifo cha mzee wao, na kila siku hiyo ikifika basi huwa anaarika ndugu jamaa na marafiki kuja kujumuika chakula cha jioni. Bibie leo akamwomba mama yake kama vipi kesho amwalike Kelly awe sehemu ya wageni ambao watafika kwenye hafla hiyo. Mama akakubali ombi la Selini. Upande pili huku mchizi anafungasha vilago vyake ahamie kwenye nyumba mpya. Judith alikuwa amepiga mnuno wa maana na Mbiwa. Mwamba akamtaka achukue vitu vyake wasepe pamoja, lakini bibie akagoma kuwa ile nyumba imelipiwa kwa ajili ya mshikaji. Mchizi alimbembeleza sana Judith, lakini mwisho bibie akakubali kuhamia nyumba mpya ambayo mchizi amenunuliwa. Kelly leo amekuja kumweleza Selini kuwa atahamia na Judith kwenye ile nyumba mpya. Ni sawa, lakini ungeniambia mapema, sina simu ndio maana nilishindwa. Bibie hakukasirika wala nini. Mwisho akamwalika kwenye msosi wa kesho, lakini mchizi aligoma kinoma yani. Ikabidi bibie amwachie location ili akibadili mawazo yake basi ahudhurie. Mchizi alipomshirikisha Judith hili swala akamwambia kuwa kama vipi aende tu wala hana haja ya kukataa. Naendaje hivi? Navaa nini? Siwezi hata kusimama mbele yake. Bibie akamtaka aende akale maisha japo kwa mara ya kwanza. Mwisho mchizi akakubali ushauri wa Judith. Siku ikawa imefika. Judith anamsindikiza mchizi eneo la msosi na Mbiwa. Pamba zake ni zile zile tu abadilishe yani. Umeshapajua ninapoenda sasa. Usiponiona utakuja kunitafuta, si ndio? Hakuna atakayekuteka bana. We nenda tu. Mchizi akawa amesepa. Mchizi amefika akapokelewa na Jay hapa. Jay alimshangaa sana, mwana ameingiaje hapa? Hatuna uchafu wa kutupa. Hata kama tungekuwa nao tungeita kampuni ya kuzoa taka. Ondoka hapa. Sikuelewi unasema nini? Upo hapa kuzoa taka sio? Hapana. Hili eneo linaonekana kama ni la yatima au la watu wasio na makazi kama wewe vile. Nipo hapa kuonana na Selini. Mchizi alicheka sana na Mbiwa. Selini akawa ametoka, akampokea kwa bashasha kinoma yani. Ila anataka kuingia naye ndani tu. Dogo akagoma. Unataka kakae wapi? Kwenye makochi yetu? Mwisho bibie akatumia ubabe kama dada sasa. Selini amefika ndani akamwomba msamaha mchizi kwa kila ambacho dogo amekifanya pale mlangoni. Usijali, tumepitia makubwa zaidi ya haya. Wakati wapiga story hapa, mama akawa ameingia pia. Mchizi akaomba samahani kwa kila ambacho kilitokea siku ile. Sisi ndio tunapaswa tukuombe msamaha wewe kuhusu kila ambacho kilitokea siku ile, na hata ambacho kimetokea leo pia tunapaswa kukuomba msamaha. Mama akamkaribisha pale na kumtaka Selini amjali mchizi hapa. Selini amemleta hadi chumbani kwa Jay huko na akamkabidhi baadhi ya nguo za Jay ili zitakazomtoa vizuri basi azivae kwenye dina. Akajaribu baadhi ya nguo pale, lakini Selini hakupendezwa nazo kabisa, na hii ya mwisho ilimtoa vibaya yani. Na mchizi akawa tayari kwa ajili ya dino na Mbiwa. Jay amekuja na washikaji zake hapa kwa ajili ya dina yani. Ni watoto wa adosi tu hapa. Pesa zimelala na Mbiwa. Nilikuwa natamani tuwe na wazazi wenu hapa, lakini naelewa wako bize, lakini nimefurahi nyie kuja hapa. Muda kidogo Kelly naye akaingia. Jay alishtuka kinoma kumwona mchizi amevaa nguo zake. Mama akawa amesepa kuongea na simu nje. Acha kuangalia, haujajua kuwa zile ni nguo zangu? Umempa msaada? Unajua sisi watoto wa matajiri tunapaswa kuwasaidia maskini. Selini ikabidi afanye utambulisho pale na nini. Hivi kuna
kuna chochote cha kwako kati ya vile ambavyo umevivaa hapo? Nahisi hata boxer sio yako. Madogo waliongea mbovu kinoma yani. Selini hakupenda kabisa hili swala. Dharau zilipozidi, mchizi kabidi ajichenge tu. Akakutana na bi mkubwa hapa nje. Umefanya nini sasa? Umekutana na maneno machafu zaidi ya haya. Hujayazoea tu. Mimi ni binadamu mama. Nina hisia. Nahisi maumivu. Chochote watakachokisema kwako, iwe kizuri au kibaya, hakiwezi kuharibu kitu. Matajiri hawataishi hivyo milele na maskini hawatakuwa maskini daima. Tofauti kati ya maskini na tajiri ni muda tu na nafasi pia. Baada ya maneno mazito ya bi mkubwa, Kelly akakubali kurejea tena ndani. Selini aliwasema sana humu ndani unaambiwa, akiwaeleza kuwa wakitoa utajiri wa baba zao hakuna wanachobaki nacho mfukoni. Sasa ya nini kuringa na pesa ambazo sio zako? Bibie alitema mbovu kinoma yani. Wote wakakaa kimya unaambiwa. Mchizi alipoingia ndani, kila mtu alikuwa kimya unaambiwa. Kimbelembele chote kilikuwa kimekatwa unaambiwa. Wamefiata mikia kama mbu unaambiwa. Waliokuwa wanatamba ni Selini na Kelly tu. Mama naye alipoingia alishangaa kuwaona watu wote wako kimya. Baada ya msosi, mchizi anaaga anataka kusepa sasa. Wakamuomba msamaha kwa kila ambacho kilitokea pale mezani na nini, lakini mchizi hakuwa amelibeba kabisa. Mama akamshukuru pia mchizi kwa kuja leo na akamtaka siku na muda wote aje hapa, kwani hapa sasa imeshakuwa nyumbani kwake. Muda kidogo akaingia Jay hapa, akamuomba msamaha mchizi kwa kila ambacho alikifanya muda ule, kisha akamkumbatia kama ishara ya upendo na kumtakia kila laheri. Bibie akaomba msindikize mchizi, lakini mchizi akagoma kuwa atafika mwenyewe tu. Mama ikabidi aingilie kati hili. Mchizi ndio akawa amekubali kusindikizwa kwa sababu usiku ulikuwa umeenda sana. Bibie akamwomba mchizi kama vipi asiende nyumbani kwake, alale hapa tu. Baada ya kukataa pale, mchizi mwisho akawa amekubali kulala hapa leo. Upande wa pili huku, Judith ana wasiwasi kinoma kuhusu mchizi. Mchizi hadi muda huu bado hajarudi nyumbani na hana hata simu kwamba anaweza kumpigia ili ajue hali yake iko vipi. Hofu ni kubwa kwa bibie unaambiwa. Bibie ikabidi leo ajue historia ya mchizi. Kelly akamwambia yeye alilelewa na familia moja ya kitajiri hivi na mzee aliyemlea alikuwa anataka Kelly azijue biashara zake, lakini yeye akili zake hazikuwa huko kabisa. Siku moja yule mzee alipata ajali, hivyo Kelly akashindwa kuziendeleza zile mali, ndio maana akajikuta kiteseka mtaani tu. Story ilimchoma sana bibie unaambiwa. Mchizi amerejea nyumbani asubuhi. Judith akawa na mshangaa kumuona kwenye yale mavazi. Yaani mtu akikuona hivi ni kama CEO wa kampuni kubwa hapa mjini. Alimsifia sana mchizi yani. Judith akalalamika kwa nini hakupewa taarifa kuwa mchizi hatarudi ule usiku, lakini mchizi akijitetea kuwa hana simu, ndio maana hakumpa taarifa bibie. Mchizi akaomba msamaha pale, mwisho akampa hadithi ya kila ambacho kilitokea pale usiku. Wakati Selini anapiga story na mama hapa, akaja Jay analalamika kuwa saa yake ya gharama haioni kabisa na anajua kabisa aliyechukua ni Kelly. Selini ikabidi amwambie kuwa atampeleka alipo Kelly na akikuta ameichukua hiyo saa basi amfanye chochote Kelly. Kelly akawa na Judith hapa, Selini na mdogo wake wakawa wameingia. Jay akaenda moja kwa moja kumdunda mchizi. Alikuwa na uhakika kuwa Kelly ameiba ile saa. Kelly hakuwa anaelewa kitu yani. Selini akamwomba Jay dakika moja tu, akasepa na kisha akarejea na ile saa. Mchizi hakuamini kabisa kama saa iko mikononi mwa dada yake. Akawa anawaza tu, imekwaje ipo mikononi mwa dada ya sasa? Dada akamwambia kuwa Kelly aliiona ile saa kwenye nguo ambazo alikuwa amezivaa na kisha akampa ili aitunze. Dada ya mtu akajua tu kuwa itakuwa hii saa imewekwa wakati Jay anamkumbatia mchizi jana usiku. Jay aibu ikamshika kinoma unaambiwa, akasepa kwa asiri unaambiwa. Selini ikabidi aombe msamaha tu pale. Dogo amerudi nyumbani, analalamika kuwa dada yake amemfanya dharauliwe mbele ya maskini, kitu ambacho hajawahi kudharauliwa vile. Sijakudhalilisha mimi, umejidhalilisha mwenyewe. Kumbe saa ulikuwa nayo, imekuwaje ruhusu twende kwa wale watu ili nikajidhalilisha mimi? Nilitaka nijue akili yako. Mama hakuwa anaelewa kila ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Mwanao alimwekea Kelly saa kwenye koti lake ili aonekane kuwa ni mwizi. Hii ilimshtua sana mama. Mama akamwosha kofi mwanae. Sijakulewa wafanyie watu hivi. Umesahau maisha ya shida tuliyopitia kwa sababu ya hiki tulichonacho? Tulikuwa tunalala mtaani ujue. Mama aliongea kwa uchungu sana unaambiwa. Umenipiga kwa sababu ya yule maskini. Sijakupiga kwa sababu ya Kelly. Nimekupiga kwa sababu ya ujinga wako. Mama hakupendezwa kabisa na tabia ya mwanae kuwadharau watu wengine. Dogo akasepa kwa siri unaambiwa. Upande wa pili huku Kelly na Judith hawaelewi kwa nini Jay amewatengenezea ule mtego, lakini Judith akafikiria pengine dogo hataki Kelly awe karibu na dada yake. Kelly hakutaka kabisa urafiki wake na Selini uvunjwe kwa sababu ya Jay. Judith akamwambia pengine Kelly analishwa ili anone kwa ajili ya kutolewa kafara, lakini mchizi hakukubaliana kabisa na hilo kwa sababu anamwamini sana Selini. Mchizi leo ameletewa vijizawadi na bibie. Ni kama hawa watu wawili wameanza kupendana hivi. Kwa hiyo leo tunakula nini sasa? Maana nina njaa tangu nilipokula asubuhi. Tulikuwa tunashinda njaa siku mbili, lakini ulikuwa haulalamiki. Leo unahesabu mara ngapi unakula kwa siku? Mwisho mchizi akamwambia kuwa msosi utakuwepo leo kwa sababu amepewa pesa kama 300 hivi na Selini. Judith akashauri kama vipi waanzishe biashara. Mwisho wote wakakubaliana. Kelly na Judith wakiwa kwenye matembezi yao usiku huu, ikapita gari ya masela hapa. Wakampiga sana Kelly na kumweka kwenye gari kisha wakasepa naye. Judith alipiga sana kelele pale
pale unaambiwa. Wahuni wakaja kumtupa huku mchizi akabaki amezimia hapo unaambiwa. Simu yake ilipigwa sana lakini haikupokelewa. Selini alipiga sana simu unaambiwa. Mchizi hakuwa anaokota kabisa yani. Hili lilizidi kumchanganya sana Selini. Wakati anaendelea kupiga, Jay akaingia hapa. Umetoka wapi wewe? Swali gani la kijingu unaniuliza hilo? Sina haki ya kutoka hapa. Dogo akawa amejichenga. Muda kidogo geti likawa limegongwa. Ikabidi Selini aende kutazama nani ambaye alikuwa anagonga kwa fujo vile. Aliyekuwa anagonga alikuwa ni Judith. Sasa Selini akataka kujua hali ya Kelly ikoje. Akaambiwa kuwa kaka yake na marafiki zake wamempiga na kwenda kumtupa kusikojulikana. Hili lilimshangaza sana Selini. Selini amekuja spidi hadi chumbani kwa Jay unaambiwa. Akamwosha na kofi kwanza. Kelly yuko wapi? Mimi nitajuaje alipo sasa? Umenipiga kwa sababu ya yule mjinga? Wewe na marafiki zako mmemteka Kelly. Niambie yuko wapi? Dogo hakutaka kabisa yani. Naenda kumtafuta. Nikimpata nitaharibu maisha yako. Bibi akasepa. Safari ya kumtafuta Kelly kaanza usiku huu unaambiwa. Wakaja hadi eneo ambalo tukio la utekaji lilikuwa limefanyika, lakini hawakuambulia kitu yani. Walimtafuta sana hadi alfajiri unaambiwa, lakini hawakufanikiwa kumuona Kelly. Kila mmoja akawa amechoka kinoma yani. Walibishana sana pale unaambiwa. Mwisho wakaendelea kumtafuta. Asubuhi kumekucha, kila mmoja amechoka kinoma unaambiwa. Wamemtafuta Kelly usiku mzima lakini hawajafanikiwa kumuona. Selini akapata wazo la kumpigia mshikaji wake ambaye anafanya kazi ya kutrack simu, ili ikiwezekana aitrack simu ya Kelly wajue yuko wapi, kwa sababu simu ilikuwa hewani bado. Mchizi akamwomba mpe namba. Muda kidogo ukapita, Selini akapewa taarifa juu ya mahali ambapo simu imeonekana. Ikabidi wasepe kwenda kuangalia. Mchizi fahamu bado hazijamrudia kabisa, na walipofika hapa tu wakamkuta mchizi amezima kando ya barabara. Ikabidi wamchukue wampeleke hospitali. Judith mawazo ni mengi konomo unaambiwa. Muda wote anafikiria kuwa Selini anampenda sana Kelly, na wakati huo huo yeye anampenda sana Kelly. Hili lilikuwa linamuumiza sana yani. Mwisho Selini akaondoka pale ndani. Selini amekuja hadi nyumbani akamwamshia dude dogo. Wakati wanasozana hapa, mama akawa ameingia. Akataka kujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Mama, huyu mwanao na marafiki zake walimvamia Kelly jana usiku. Nimemtafuta usiku mzima, nikamkuta porini amezimia. Mama alishangaa kinoma yani. Jay, umefanya hivyo? Ndiyo, nimefanya hivyo. Mama akamwasha kibao. Umedhubutu vipi kumfanyia hivyo? Umetoa wapi hiyo tabia? Itakuwa kwa marafiki zake tu. Omba Mungu fahamu zake zimrejee. Kama sivyo, nitawafunga wewe na marafiki zako. Mama naye akaunga mkono unaambiwa. Nenda kasali ili apone mtoto wa watu. La sivyo, nitaajiri majaji ili wakushughulikie wewe. Dogo akuamini kabisa kila ambacho amekisikia kwa mama yake. Kisha kasepa zake. Upande pili huku Kelly amepata fahamu sasa. Judith akamwambia kama vipi wawe mbali kabisa na ile familia. Mchizi akamuulizia Selini yuko wapi. Sikuelewi, naongelea kuhusu maisha yetu na afya yako, wewe unamuulizia Selini tu. Mchizi akaendelea kumuulizia Selini tu naambiwa. Mimi sio chochote kwako, si ndio? Unaongea nini sasa? Tunajua Selini hajamtuma kaka yake ili aje tuvamie sisi. Yule dogo ana shida zake tu. Muda kidogo akaingia Selini hapa na mama yake. Walifurahi kinoma kumuona mchizi amepata fahamu sasa. Sikujua kama Jay amefanya hivi, lakini nakuahidi haitajirudia tena hii. Una uhakika gani haitajirudia? Wakati anatoka nyumbani hakuambia kuwa anakuja kufanya alichokifanya? Mchizi akamtaka bibi anyamaze. Mama akamwambia kuwa daktari amesema kesho ataruhusiwa. Kama akiruhusiwa basi Kelly itabidi akaishi nyumbani kwa kina Selini. Mchizi akamwambia mama kuwa hawezi akamwacha Judith peke yake, kwani ni mtu ambaye ameishi naye kama ndugu. Selini akamwomba kama vipi ahamie na Judith, maana kwa hali yake hawezi kuendelea kuishi pale anapoishi. Mama naye akabariki hili wote wawili wahamie mjengoni. Judith muda wote analalamika tu kuwa kama waliweza kumteka basi akienda kwenye ile nyumba wanaweza kumwekea hata sumu afe. Hakuna mtu ambaye anajua namna Mungu anavyotatua matatizo yetu. Bibi alikuwa na wivu kinoma unaambiwa. Akahisi pengine akiwa karibu na Selini basi atamchukua mazima mchizi. Kifupi bibi anampenda sana mwana. Dogo akiwa zake bize kuangalia pisi za Instagram hapa, alishtuka kinoma baada ya kuona Kelly amekuja hapa nyumbani. Hii ni nyumba ya yatima. Hawa wanafanya nini sasa hapa? Hawa wataishi hapa. Kwa ulichokifanya ulikuwa unataka nini sasa? Tuwaache hospitali wafie huko? Nimewaleta waishi hapa. Hawawezi kuishi hapa. Nani atawafukuza? Kelly na Judith wataishi hapa hadi watakapopona. Kama hutaki ondoka wewe. Kama una pesa za kutosha nenda kachukua hoteli uishi huko, na usiniombe pesa, sitakupa. Mama akawakaribisha wageni wake pale. Dogo hakuwa na kufanya tena. Umeanza hadi kuwapakulia chakula? Hauchoki wewe? Unahitaji kukua sasa. Kuwa na busara. Huyu mtu anaumwa, nahitaji kumjali. Unamjali zaidi hadi kupitiliza. Umepatwa na nini dada? Dogo alilalamika sana pale. Alikuwa naona wivu hata namna ambavyo mchizi anahudumiwa na dada yake, lakini dada hakujali wala nini. Akaendelea kumjali tu mchizi. Selini anamlisha msosi Kelly kimahaba kinoma yani. Anambembeleza kama mtoto naambiwa. Kwa nini unanijali hivi? Kula unywe dawa zako. Bibiye akaendelea kumlisha mchizi. Ghafla akaingia Judith. Alipatwa na wivu kinoma naambiwa. Wote wakawa wameshtuka. Akafunga mlango na kusepa. Selini ikabidi aje kumuuliza Judith ukweli wa moyo wake kama anampenda Kelly, lakini Judith akasema kuwa Kelly ni rafiki yake tu na anampenda kama rafiki yake tu. Selini akaendelea kusisitiza kuwa Judith anampenda
Kelly, lakini Kelly ana hisia naye za kimapenzi yani. Unajua nampenda si ndio? Lakini sijui kama ananipenda pia. Kwa nini unaniambia haya? Mimi nampenda na wewe unampenda. Kwa nini usimwambie unavyojisikia? Anaweza kukuchagua wewe au mimi. Wazo likawa limepita hapa. Jay leo amekuja kumshtakia Celine kwa mama yake kuwa anampenda yule maskini asiye na kitu, lakini mama akabariki kama wamependana basi ni wenyewe. Jambo hili alikumpendeza kabisa Jay. Mama akaendelea kukazia kuwa kama akioana basi atampa chochote ambacho atakuwa anakitaka mchizi ili maisha yao yaende vizuri. Dogo akazidi kuchanganyikiwa yani, hakuamini macho yake pale. Mchizi akiwa ametulizana hapa chumbani, Judith akaingia akitaka kujua kama mchizi anampenda ama vipi. Kwanza mchizi ikabidi amwombe msamaha kwa kile ambacho alikiona kabla. Unampenda Celine? Mchizi alishangaa kinoma hili swali. Unaniulizaje swali kama hilo Judith? Wewe ni rafiki yangu, tumetoka mbali, hupasi kunificha chochote. Unampenda? Mchizi akawa amekubali pale. Vipi kuhusu mimi? Wewe ni rafiki yangu, tumetoka mbali sana, unawezaje kuniuliza swali kama hilo? Nataka kuwa zaidi ya rafiki kwako, nataka kuwa mwanamke wa maisha yako. Nina wivu na Celine. Baada ya kuja kwenye maisha yako umeniona mimi si kitu, kama siishi vile yani. Bibie alilalamika sana kwa nini mchizi amempenda mtu mwingine licha ya kujitunza muda wote kwa ajili yake. Mchizi akamwambia tu kuwa anampenda kama mdogo wake, lakini anampenda sana Celine kimapenzi. Pale pale Celine akawa ameingia. Unamaanisha ulichokisema? Ukimya ukawa umetawala pale. Mama leo amekuja kutaka kujua kama mchizi anampenda mwanae kweli. Kelly akamwambia kuwa anampenda sana Celine, lakini kwa aina ya maisha yake hawezi kumhudumia ipasavyo kwa sababu amekulia maisha ya starehe na yeye hana kipato kihivyo, na hilo ndio likawa linampa ugumu wa maamuzi yake. Mama akamwambia kuwa hilo sio tatizo, atampa kazi kwenye ofisi yake ili awe anapata pesa kwa ajili ya kuitunza familia yake. Mchizi akawa amekubali, hivyo atapewa nyumba na gari ya kutembelea. Mama akampa udhamini wa masomo pia Judith. Wakati huo atakuwa akiishi kwenye nyumba ambayo mchizi atakuwa anaishi. Zari la mentali likawa limemdondokea mchizi. Judith akawa amekuja chumbani kwa Kelly huku kutaka kujua nini ambacho alikifuata Mrs. Johnson. Akaambiwa kuwa alitaka kujua hisia za mchizi kwa mwanae, lakini pia atamlipia ada ili amalizie masomo yake. Judith hakuamini kabisa yani. Mwisho mchizi akamwomba msamaha Judith juu ya kile ambacho walichoongea mara ya mwisho kuhusu mapenzi, na akamwomba kama vipi abariki mahusiano yake na Celine. Keshinga upande bibie akawa amekubali. Bibie leo anampongeza mchizi kwa kupata kazi na mpenzi wa maisha yake. Lakini kaka yako hanipendi kabisa. Kwenye maisha usitegemee kila mtu akupende. Usiache kufanya mambo yako kisa wachache hawakupendi wewe. Kaka yangu atakukubali tu, na asipofanya hivyo ni yeye sasa. Kitu pekee ni kwamba mimi nakupenda na nahitaji kutumia maisha yangu yote na wewe. Hata mimi pia siwezi kuishi bila wewe. Mapenzi yakawa ya moto unaambiwa. Mibusu ya maani katembea pale yani. Asante kwa kulitazama tambala hili mtu wangu. Mimi naitwa Rio na hii inaitwa Zurio TV. Usiache kucomment, kushare, kulike na kusubscribe YouTube channel yetu ya Zurio TV ili uwe wa kwanza kupata recap za moto mtu wangu.